Unaweza ukawa una focus sana na kutengeneza akaunti ya kulipwa na YouTube au vigezo vya kulipwa kwenye YouTube, lakini ukasahau kitu muhimu kuliko vyote ambacho ni sheria za YouTube. Unajua kuwa unaweza ukaamka asubuhi moja ukakuta chaneli yako imeondolewa kwenye mfumo wa malipo au ukakuta akaunti yako imefutwa mazima. Leo nitakwenda kukupa sheria muhimu za YouTube na AdSense ili usije ukapambana alafu mwisho wa siku ukaambiwa hauwezi kulipwa au ukaambiwa kabisa akaunti yako imefutwa, ukawa umepoteza muda na nguvu uliyowekeza. Na tatizo ni kwamba unaweza ukaifahamu sheria moja na ukahisi unaelewa kila kitu, alafu siku ukaambiwa umevunja sheria ambayo hata hukufikiria kuwa ni kosa. Bila kukupotezea time, nitagawa sheria hizi katika makundi matano. Kundi la kwanza, hizi ni sheria ambazo zinaitwa sheria za maudhui. Hizi ni sheria muhimu sana ambazo YouTube wanaangalia kila unapoposti video ili wajue kama watakunyima malipo, watakufutia account au upo salama. Sheria ya kwanza kwenye hili kundi, reused content. Nadhani umewahi sikia kama unadili na mambo ya YouTube, lakini kama ni mgeni inaweza kawa ni kitu kigeni. YouTube hawataki kumlipa mtu ambaye maudhui yake tayari yapo kwenye mtandao wao au mitandao mingine, isipokuwa kama ameongeza mabadiliko makubwa yenye thamani ya kielimu au kiburudani. Wao wanasema significant original commentary or educational value. Reused content ni content ambazo tayari zimetumika kama neno lilivyo. Hawataki uvivu wa kuchukua tu maudhui na kuyaweka, au kama mtu anaposti lakini hujui kuwa mtu huyo hapati hata 100 kwa sababu alishawahi kukutana na kitu kinaitwa reused content. Unaweza kutumia za watu lakini ongezea kitu chako binafsi. Usitumie tu content kama njia ya uvivu. Sheria ya pili kwenye hii category inaitwa repetitious content. Na sasa hivi wamebadilisha jina kidogo, wameipamba pamba, lakini tukisema repetitious content ni maudhui yanayojirudia. Hapa hawajali hakimiliki, wanajali ubora. Ni marufuku kuwa na maudhui yanayofanana mno kiasi kwamba mtazamaji hawezi kutofautisha video moja na nyingine kwenye channel yako. Unaweza ukatengeneza video moja ukaona imeenda na ukaanza kuirudia hiyo video kwa sababu tu umeona ndo video rahisi na inaenda. YouTube watakupiga hii issue inaitwa repetitious content. Lakini hapa naingia kwenye kundi la pili. Hizi zinaitwa YouTube Community Guidelines. Hizi zinalinda usalama wa kisaikolojia na kimwili wa mtazamaji wako, kwa sababu YouTube wanataka iwe sehemu salama sana, ambapo hawataki mtu itokee anaichukia YouTube kwa sababu ya mambo aliyokutana nayo kwenye YouTube. Ukikiuka hizi sheria, channel inapata strike, na strike 3 maana yake channel inafutwa. Ukikosea mara ya kwanza inakuwa ni onyo, ukikosea tena basi unaanza kuhesabiwa alama. Ukifikisha alama 3 ambazo ni strikes, basi akaunti yako inafutwa kwa kuvunja sheria hizi. Nambari 1 naweza kusema ni maudhui ya kingono, nusu uchi au uchi. Hutakiwi kuvionyesha kwenye YouTube, hutakiwi kuvifanya kwenye YouTube, lakini hata kuviongelea pia si jambo zuri. Hata mimi hapa naogopa kwa sababu nimetaja maneno kama yalivyo, na inaweza kuwa ni tatizo kwa YouTube. Wanataka YouTube iwe ni sehemu salama ambapo unaweza kufungua YouTube mbele ya wazazi, mbele ya watoto na isilete shida yoyote. Hayo mambo peleka TikTok, peleka Instagram huko, peleka Facebook. YouTube ukileta hizo harakati ukitegemea utapata views nyingi kirahisi, basi unaweza usipate hata 100 na ukapoteza nguvu kwa akaunti yako kufutwa. Issue nambari 2 ni usalama wa watoto. Unajua YouTube bwana wanajali sana watoto. Sasa ukizingua tu hapa unaweza ukafutiwa akaunti moja kwa moja bila hata onyo. Kuposti video ambayo inaonyesha watoto wakifanya vitendo hatari kama kucheza na visu, moto, vitu ambavyo vinamweka mtoto hatarini. Hata ikiwa ni comedy, hata ikiwa ni prank, YouTube hawataki kabisa ulete utani na watoto. Mambo yanayoonyesha unyanyasaji wa watoto na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huwa nashauri achana kabisa na watoto. Yaani achana na watoto kama unataka upate pesa kwenye YouTube. Hata kuonyesha wanafanyiwa mambo fulani, hata kama ni kwa utani, si salama sana kwenye YouTube. Wanajali sana watoto, wanataka iwe ni sehemu salama kwa kila mtu. Na hapa namaanisha kuonyesha video ambazo ni hatari kwa watoto, na pia kuonyesha video ambazo zinaonyesha hatari kwa watoto. Inaweza ikawa ni hatari ya kimwili, inaweza ikawa ni hatari ya kiakili, wao wanahesabu ni hatari tu. Sheria nambari 3 inaitwa harassment and cyberbullying. Sometimes wanaweza kaita hate speech. Hapa watu wengi hawazanii kama ni kosa ambalo lipo kwenye YouTube. Mfano ni kutengeneza video maalum kwa ajili ya kumshambulia mtu. Ni kushambulia mtu personal, sio kushambulia mtazamo wake. Hapa ni kumshambulia mtu binafsi kwa maneno au kuanika siri zake ili kumfedhehesha. Kuchochea watu waende kwenye channel yake, maybe akaunti za mitandao ili kumtukana au kumfanyia fujo. Hizi zote zinaonekana kama hate, mambo ya chuki. YouTube hawayataki. Unaweza ukapewa strike, akaunti ikafutwa mazima, au wakakuacha lakini wakahakikisha haupati hata senti kwenye hizo video zako za chuki. Na inaweza ikawa isiwe mtu binafsi, inaweza ikawa ni kundi la watu fulani, maybe ni dini, maybe ni kina categorize watu wa aina fulani hivi. Ukitukana hilo kundi basi unaonekana kama pia ni hate speech. Kwa hiyo hawataki mambo kama haya kwenye YouTube. Nambari 4 ni scam, spam and deceptive. Wengi wanapigwa sana marungu maana YouTube hawataki ufanye maswala ya utapeli ndani ya YouTube au udanganyifu. Wakigundua unafanya hivyo, basi chapu watakufutia akaunti na unaweza ukafanya kosa hili bila kujua. Na YouTube kwenye hili kosa wanahakikisha hawakufungii tu bali wanakufukuza. Usifungue akaunti mpya kwa kutumia simu ile ile. Usifungue akaunti mpya kwa kutumia taarifa zile zile. Kama uliweka namba, kama uliweka kitambulisho, basi YouTube watahakikisha wewe hawakutaki tena. Hapa nilitaja mambo 3, lakini
Wao wanajumlisha utapeli, kutengeneza video zinazoahidi watu mbinu za uongo kupata utajiri wa haraka, kuwawekea malinki ya utapeli, pia kuweka maelezo ya uongo ili watu waguse kitu chako kwa wingi. Inaweza kawa ni link kama kawaida tulivyosema, inaweza ikawa pia ni video yako mwenyewe. Unaweza kawa umeweka picha ya uongo, umeweka maelezo ya uongo, lakini video ndani iko tofauti ili watu tu waguse. Unaweza kawa umeweka tags za uongo. Ukiwa unafanya matendo haya, YouTube wanakufungia account chap sana bila hata onyo ya 1 2 3, sijui strike ya kwanza. Wanakufungia chap sana. Hawataki mambo kama haya kwenye YouTube. Na ndio maana unaweza kuona watu wengi wanaelezea biashara au mbinu fulani ya kupiga pesa au uwekezaji, wanahakikisha hawakuambii kuwa ni uhakika 100%, sababu ukishasema ni uhakika au ukatoa ahadi za watu kufanikiwa kwenye video yako, YouTube wanakuona kama tapeli na watakuzuia chap kwa kufuta akaunti yako. Kwa hiyo ukiposti vitu vya kuambia watu hiki unatoboa mapema, hiki unapata milioni ngapi ya chapchapu, YouTube lazima wakuzingatia, waone kama wewe bwana, mbona kama unazingua. Na pia nilivyosema ni spamming. Kwenye spamming ni kufanya kitu kimoja kwa kujirudia mara nyingi kwa lengo la uzoe watu, maybe upeleke sehemu nyingine. Unataka waweke watu kwenye group lako, badala ya utumie njia za kawaida kujitangaza, unakuwa unafanya spamming ya kuposti kitu kila siku kwenye kila video, unaweka linki za uongo, tags za uongo. Basi YouTube bwana wataamua tu kukufungia. Kundi la 3 ni sheria za haki miliki. Hapa sasa ni tofauti kidogo. Copyright claims. Kuna kitu inaitwa copyright claims. Hapa ni pale ambapo mfumo wa content ID unagundua umetumia wimbo au video ya mtu mwingine. Ukiposti tu, YouTube wenyewe wana kitu kinaitwa content ID. Inagundua kuwa bwana, hii video ni ya fulani, hii nyimbo ni ya fulani. Kwa hiyo usitumie kama background music au kama video yako husika kwenye video yako clips za watu wengine au video za watu wengine. Unaweza ukakutana na issue ya hiyo strike au pesa usipate hata 100 zikaenda kwa mtu mwenye kitu husika. Ukiiba video yangu leo hii, unaweza ukabaki nayo, lakini hautopata hata 100 kwenye hiyo video, kwa sababu zote zitakuwa zinakuja kwangu mwenye video. Kuna kitu kinaitwa copyright strike. Sasa hapa ni pale ambapo mmiliki halisi anaitafuta video yako na kuomba YouTube waifute kwa nguvu, na hapa inaweza kuwa umeiba au umetumia kazi ya mtu, iwe ni sound, picha au video. Unaweza ukapigwa copyright strike, na zikifika 3, kumbuka account inafutwa. Kwa hiyo ukiiba mara 3 kazi ya mtu, kama mtu mmoja umeshamwibia mara 4, basi anaweza channel yako iko mikononi mwake, anaweza kaifuta chap. Kama umebia tofauti, wote wakakushtaki kwa pamoja, account yako imeenda. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini kundi la 4 ni sheria za kupendwa na watangazaji. Hizi wanaita advertiser friendly guidelines. Sheria hizi zinaamua kama utapata alama ya kijani, maana yake unalipwa, au alama ya njano, yellow dollar, matangazo yanajiondoa. Kumbuka watangazaji ndio wanaoweka pesa kwenye YouTube. Sasa ukipata hii issue, maana yake unakuwa video zako zipo lakini hazipati pesa hata kama ulishafikisha vigezo na unalipwa tayari. Na huwa inakuwa ni sababu ya lugha chafu mara nyingi, na pia mitego ya udanganyifu na harmful and dangerous content. Na kundi la mwisho ni sheria za mfumo wa pesa. Hizi ni Google AdSense policies. Hapa ndipo panafanya wengi waachane na YouTube, sababu ukifanya kosa hapa, basi AdSense hawatacheka na wewe, hata liwe kosa dogo sana. Kosa la kwanza kwenye AdSense bwana inaitwa invalid activity. Hapa ni kuhusisha invalid clicks, invalid engagement, invalid hivyo, yani kila kitu cha uongo huku kwenye AdSense hawacheki na wewe kabisa. Mfano ni kwamba unaingia kwenye video zako, unajitazama mwenyewe, unagusa matangazo ili upate pesa nyingi, unawaambia watu, unaweza kuambia watu kwamba jamani, guseni matangazo yangu ili nipate pesa. Ukifanya hivi kwenye AdSense hawatacheka na wewe. Yani YouTube unaweza kukuacha, lakini AdSense watakufieka, na account ya AdSense ikifungiwa, basi account yako haina kazi tena, kwa sababu huwezi ukaitoa pale, huwezi ukafanya kitu, hiyo account ni ya kutupa. Pia vitu vingine ni kama kufungua magroup hivyo, kuambia watu wakagusa matangazo, masuala ya sub to sub, naonaga watu mnafanyaga kwenye comment. Lakini nyingine nambari 2 ni duplicate account. Hii sasa ni kwenye video iliyopita nilisema kisha ufungue AdSense kama hujafikisha vigezo, na hii ndio sababu kuu. Duplicate account bwana, au account pacha, ni sheria ambapo ipo wazi kwamba AdSense wanataka kila mtu mmoja awe na account ya AdSense moja. Hata kama una channel ya 50, unganisha kwenye AdSense moja ili wakujue kwamba wewe ni fulani. Ukiwa na AdSense nyingi, maana yake unaanza kuwazunguka. Wakigundua kuwa una AdSense zaidi ya moja, basi watakufieka AdSense zote ulizonazo bila kulemba, na unapoteza kila kitu. Kwa hiyo unaweza kujikuta mjanja kwamba nafungua AdSense kwenye simu nyingine, lakini unaweza kufanya kosa dogo, wakagundua kuwa hizi AdSense 2 bwana ni za mtu mmoja. YouTube watakuchapa rungu ambalo utajutia kufanya hicho kitendo. Kitu gani ambacho kimeshakutokea kwenye YouTube? Niandikie kwenye comment, then to discuss. Hakikisha unagonga like na unagusa subscribe. Video inayofuata nitaelezea kitu muhimu sana, ni jinsi gani ya kupata views kirahisi, jinsi gani ya kupata subscribers kulingana na mada unayofanya. Kila mada iko tofauti. Unaweza ukacheki hiyo video namna YouTube wanavyolipa kwa kila views.